Niko kipaumbele kuhakikisha kwamba mimi ni balozi wa amani Afrika, kanda ya Afrika Mashariki. Na leo tumewaita hapa kwa sababu moja, ni ya kwamba tunataka kuwaambia Wakenya kwa jumla, kwa sababu tunaongea Kenya na mmejua kumekuwa na moto ambayo imekuwa ikitoka hapa Kenya ikielekea Tanzania. Ni jukumu yetu kama Wakenya kuimarisha amani na utulivu katika kanda ya Afrika Mashariki. Kenya imejulikana kama the hub of everything, the hub of business, the hub of peace. Na mmejua vizuri sana Kenya imekuwa mstari wa mbele sana kuchangia amani, not only in East Africa. The other day kuna video ambayo ilikuwa inaenda viral ya General Opanda akikuwa Sierra Leone akikashifu sana rebels, akiwaambia kwamba niliwaona msije mkakidnap ama msije mkabaka wanawake na mnarudia, ikabidi paka kamnyang'anya cheo rebel. So Kenya ina umaarufu ya kuweka amani, na uwekaji wa amani ambayo inachangiwa hapa Kenya ni kwa sababu ya kisiasa, kwa sababu ya kibiashara, kwa sababu ya ulinzi. Mnajua vizuri sana Somalia wakati ilikuwa affected na wakati kulikuwa kuna mzogo, walituchapa paka hapa. Ikabidi Kenya ikaintervene ikaweka amani. Leo hii hatupati attack yoyote kutoka kwa Al-Shabaab. Inamaanisha wakati Kenya iko hapa katikati inachangia pakubwa sana kwa amani. Na nataka niambie wale madogo ambao hawajielewa, hawajijui, wenye wako busy sana kwenye mitandao za kijamii, wanatupa macheche na wanachochea wenzao ambao ni madogo, ambao pia wako pande ile ya nchi jirani, kwa kuambia kwamba madogo mnaweza kufanya hivi na hivi kwa kuweka shida ama kwa kukosa taharuki. Niwakumbushe kitu moja. As we speak right now, the most wanabiashara wakubwa wameinvest in Tanzania wametoka Kenya. Leo hii tuko na mabenki ambazo ni kubwa ambao ma-investors ni wa Kenya. Leo hii tuko na wakulima ambao wanapanda maekari za shamba pale mjini Mbeya, ambao mmoja wao anaitwa Francis Mushiri, ako na over 4000 acres anapanda avocado. Mbeya ni Mkenya. Hapa Arusha tuko na watu ambao wamejenga mahoteli zao ni wa Kenya. Dodoma tuko na watu ambao wamejenga mahoteli ni wa Kenya. Dar es Salaam kuna Wakenya ambao wanafanya biashara, ambao wengi wao ni watu wa IT managers, walimu ambao wanafundisha Kiingereza. So wakati nyinyi mnafurahia madogo wale wachache wenye kwenye mitandao kwa kuchochea wenzenu Tanzania na kusema chomeni nchi, mnafikiria wale ambao wanatafutia watoto wao chakula pale Tanzania, wanatafuta riziki pale Tanzania, mkidhani ya kwamba Tanzania ikichomeka nyinyi mko sawa sana, mnajiumiza nyinyi wenyewe. Juzi mliona William Samoei Ruto alienda kupeleka mfanyabiashara Devki kufungua kampuni pale Uganda ambayo inaitwa Devki Steel. Inamaanisha huyu ni Mkenya ameenda kuinvest wapi? Uganda.